Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Al-Mubajjal TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena ambayo tumeweza kukutana katika kipindi chetu hichi ambacho kinayo mengi mazuri. Wewe mwenyewe huko unaweza ukajifunza kupitia kipindi hichi, utapewa habari zake baadaye ni kitu gani, lakini kikubwa ambacho kilichotukutanisha leo ni masuala mengi mazuri ambayo yanawasumbua watu kidogo, lakini mwisho yote tunapata ufumbuzi, yananyooka sawa na wewe mwenyewe unanyookewa. Ni kitu gani? Leo nimekutana na shekhe wangu hapa, Shekhe Hassan, na kikubwa tunachokwenda kumuuliza ni masuala mazima yanayohusiana na nia. Nia, watu wanapata shida sana katika nia. Hizi nia hizi ambazo mahala pake ni hapa ndani hapa. Kuna anayetamka kwa kupiga kelele, lakini huku nako mashehe wanatuambia mahala pake ni hapa. Sasa sijui mimi kama ukitaka kwenda mjini lazima uambie watu jamani, natia nia ya kwenda mjini. Sheikh Hassan, masuala ya nia yakoje? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Masala ya nia kama ulivyosema ni masala ambayo yanatatiza baadhi ya watu kwa vile ambavyo wamejifunza tofauti na mafunzo ya Uislamu. Lakini nia kama tunavyoelezwa na wanazuoni wa fiqh kwamba ania qasdu shay'in muqtaranan bizaman wa mahalluha alqalbu wa talaffudhu biha bid'a. Nia ni kusudio, ni mtu kukusudia kufanya kitu akakutanisha na wakati kile anachotaka kukifanya, na mahali pa nia ni katika moyo. Mtu anavyodhamiria ndio nia. Wa talaffudhu biha bid'a, wamesema baadhi ya ulama kwamba kuitamka nia ni bid'a, si jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifundisha. Na hapa ndio ambapo hasa tunataka tupazungumzie. Kabla hujapazungumzia hii bid'a yenyewe, hili neno bid'a yani tafsiri yake Kiswahili linasomekaje? Bid'a ni kitu ambacho au ni jambo ambalo Mtume hakulifanya, hakulifundisha, hakulikiri, wala maswahaba wake waongofu nao pia hawakuyafanya. Alichokifundisha ni kipi? Maana yake ni uzushi. Maana yake limezuliwa, limewekwa mahala ambapo si pake, sio katika mwenendo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alichotufunza sisi sasa kwenye masuala ya nia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tusipatwe na hili gagaziko hili. Hata anayekwenda kuswali ajue kwamba katoka kafunga msafara kutoka nyumbani kwake kati ya udhu, amesikia adhana nda msikitini, anachofuata ni nini na akifika anatakiwa afanyeje? Kabla ya yote hayo, kwanza tuangalie katika mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alipoizungumzia nia, na zaidi tutaangalia katika hadithi sahihi pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilayhi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo hukumiwa nia. Imekuja kwa adatul hasri kwamba chochote kile mtu anachokifanya itaangaliwa nia. Maana yake nia ni kama roho ya ibada yoyote au ya kitendo chochote. Kitu mtu anachokifanya ikiwa hakina nia ndani yake wala kusudio, maana yake kitu hicho hakiangalii. Mfano, mtu anaenda kuswali, tumeelewana, lakini hakukusudia kuswali. Hakukusudia kuswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, alikusudia kuswali kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wanadamu wamuone. Huyu nia yake itakuwa ametia nia, lakini nia yake ni fasida, nia yake ni mbaya. Mwingine anakwenda kuswali kwa ajili ya Allah, huyu nia yake itakuwa ni sahihi na ni njema. Lakini mtu anaweza akafanya jambo ambalo hata ulipo kwa sababu na Allah kwa sababu imekosekana na ndani yake nia. Mfano, mtu ametoa zaka lakini hakukusudia kutoa zaka, au mtu ametoa sadaka lakini hakukusudia kutoa sadaka kwa ajili ya Allah, alitaka watu tu wamsifu kwamba yeye ni mtoaji. Hii nia yake itakuwa ni mbaya. Sasa tukirudi kwenye swali lako kwamba nia inakuwa vipi,
ili kuna mtu mwenye kufanya jambo bila ya kutia nia ndani yake, twasema kwamba mtu huyo sijamuona katika ulimwengu. Hayupo. Sijamuona. Nia lazima ipite hapo ndani. Nia ipite. Hata wewe ukitoka hapa, ulipotoka nyumbani ukasema nina garden pale, nakutana na Sheikh Hassan. Nia ishapita. Ni nia. Mimi nilipotoka huko nami nikasema nitakutana na Ibn Umari, nayo ilikuwa nia. Yule anapotoka nyumbani akasema enda sokoni akanunue vifaa, ile pia ni nia. Sasa tofauti ni nini? Tofauti ni nia ile kutamkwa au kutotamkwa. Kilichokuwa sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innamal a'malu binniyati, maana yake ni kuonyesha kwamba chochote mwanadamu anachokifanya kulipwa thawabu au dhambi kitaendana na nia yake. Sio kwamba hakuna nia. Nia ipo kwenye jambo lolote. Lakini sasa sisi tumechukulia kwamba nia mpaka uitamke. Hapo ndio gogoro linapoanza. Maana yake walio wengi kwamba wanaona kule kutamka ndio nia. Uswali kusikika yale maneno ama kutamka na waitu sauma ghadi, ile ndio nia. Na sasa hapo Sheikh Hassan, tunaona hasa katika Ramadhani walio wengi wanakwenda kuswali msikitini swala ya Isha ili waende wakatamkishwe nia. Hawa tuwaweke kwenye wizani gani? Ndio hayo tunayosema kwamba tulipoambiwa nia, maana yake nia ni lile kusudio la mtu, awe amelitamka awe hakulitamka. Lakini nia haikufundishwa mtu kuitamka ikawa ndiyo nia. Nia ni mtu anapokusudia, mimi leo niko katika usiku wa Ramadhani, ile dhamira yangu kwamba asubuhi nikiamka mimi nitaendelea na kufunga. Au ile mwanzo wa Ramadhani kwamba inshallah Allah akinijalia mwezi mzima mimi nitafunga. Hii ndio inaitwa ni nia, lile kusudio. Alafu mtu kala daku usiku. Mtu alafu kala daku, maana yake bado nia kaiongezea umadhubuti. Sasa mtu mwingine anaona bado anaenda kusubiri msikitini. Na haya sisi tumeyaishi wakati wa udogo wetu, wakati bado twasoma. Watu wengi walikuwa hawaswali. Hasa wanawake kipindi hicho walikuwa hawaswali na baadhi ya barobaro. Lakini wakati wa Isha watu wanakwenda pembezoni mwa misikiti kwenda kusubiri imamu apate kuwanuiza. Na ni kweli baada ya assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, Isha pale imekwisha, utaona watu wote wanasogea kwenye vipembe vya misikiti. Na baada ya hapo imamu anaanza na waitu, na huko nje utasikia na waitu. Lakini huyo hakuswali Isha. Hakuswali Isha. Yani huyo ina maana yeye anatia nia ya kufunga, atamkishwa, lakini kuswali haswali. Kwa hiyo ndio tukasema kwamba hili jambo sivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kufundisha. Nia kasdu shay'in muqtaranan bi zaman. Nia maana yake ni kukusudia jambo. Wewe unavyodhamiria kwenye moyo wako ndio nia hiyo. Kama vile ambavyo unadhamiria kuoa, ushatia nia. Sio tena ukifika pale waanza tena na waitu an atazawaja binti fulani. Hakuna anotamka hiyo. Au wewe unakwenda hija, hija kuna nia. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hiyo. Lakini kwenye ibada nyingine zote hatukufundishwa kutamka kwa nguvu nia wala kupiga kelele kwenye nia. Kwa hiyo nia ndiyo roho ya ibada. Ibada yoyote inaangaliwa nia, lakini sio kule kupiga makelele na kutamka kwa nguvu. Yale ni madoido ambayo tumeyaweka katika dini. Sehemu mahususi tukimalizia katika kipengele hichi na somo letu la leo, sehemu mahususi ambazo mtu ndio karuhusiwa na Mtume kafundisha hivyo kutamka, ni sehemu zipi? Ni katika hija. Katika hija, mtu anapokuwa kwenye hija, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kule kutamka nia. Kule ametufundisha mtu kunuia kwa nguvu. Labbaika al-umrata au al-hajj. Mtu anatamka kule kwa nguvu. Lakini kwenye ibada nyingine hizi Mtume hakutufundisha hivyo, na si kwa maneno yake bali hata kwa vitendo vyake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali umri wake wote, amefunga umri wake wote, lakini haikushuhudiwa na swahaba yoyote kwamba Mtume alitamka kwa nguvu nia ya kuswali au alitamka kwa nguvu nia ya kutia udhu, na waitu rafu al-hadathi au nawaitu sunnatul wudhu. Hii haikufanywa hivyo. Kwa hiyo kilichokuwa bora ni sisi kusimama pale alipofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir.
tuna kigezo chema sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada yako yoyote Ibn Umar unapotaka kuifanya, basi angalia Mtume ameifanya kwa sampuli gani. Na jambo lolote la kheri unapotaka kulifanya, Allah tabaraka wa taala anasema tumwangalie Mtume amelifanya vipi. Ukienda kinyume na Mtume alivyofanya, maana yake wewe umeleta utaratibu au umeleta dhana mbaya kwamba Mtume hakufundisha dini hii kwa usahihi, alifundisha na kwa mabutubutu, na wewe ukataka kuongeza katika hili. Na hili ni jambo zito katika dini. Allah tuhifadhie nalo. Nikushukuru sana Mwalimu Hassan. Naam, kwa udadavuzi huu nao ambao umeweza kutuwekea wazi kwenye swala la nia. Bila shaka mimi nimeelewa. Na wewe mtazamaji, hebu jaribu kuelewa haya ambayo mashehe zetu wanayazungumza, wanayafunza katika nukuu maalum kutoka katika maandishi ambayo hayafutiki. Utaweza kufahamu. Tunakutakia utazamaji mwema kutoka hapa tulipo katika maeneo haya. Mimi ni Ibn Omar na kutakia utazamaji mwema. Asante. Asante sana. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.